wakipewa nafasi wanabadilisha matokeo. Ninataka nikuambie Yesu ni master of changing the game. Yesu ni bingwa wa kubadilisha matokeo. Nasema tena, Yesu anaweza kubadili matokeo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ninamhubiri Yesu ambaye wanakenyenya anaweza kubadili matokeo, na ninamuomba Yesu katika crusade hii usikubali ukaondoka kabla hajabadilisha maisha yako, maana Yesu ni mbadili wa matokeo. Waliokutana na Yesu wakiwa wagonjwa, Yesu aliwageuza wakapona. Waliokutana na Yesu wakiwa na dhambi, wakiwa wameshtakiwa kuwa wadhambi, Yesu alipokutana na wao, dhambi zao zilisamehewa. Ninamhubiri Yesu ambaye watu ambao wamekutana naye, walipokutana na yeye, mambo yalibadilika. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wapendwa, Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani yako, Yesu anaweza kubadilisha matokeo. Tatizo sisikii mkiongea, nasikia tu. Okay? Mwambie jirani yako tena, Yesu anaweza kubadili matokeo. Biblia imejaa visa vingi mno, imejaa story nyingi mno, imejaa mambo makubwa ambayo Mungu ameyatenda kwa watu wengi, ambao ni ushahidi wa kauli hii ninayokuambia kwamba Yesu anabadili matokeo. Muulize yule mwanamke aliyekuwa anatokwa damu kwa miaka 12. Alipokutana na Yesu, matokeo yalibadilika. Ninasema matokeo yalibadilika. Kutoka kuwa anayemwaga damu akageuka kuwa aliyepona. Ninamjua Yesu ambaye anabadili matokeo. Jamani, Bwana asifiwe. Sikiliza, ushahidi unaniambia ya kwamba Yesu alipokutana, Mungu wetu alipokutana na Naamani, yule mkoma aliyekuwa na ukoma wa muda mrefu, ambaye alikuwa ameshindwa kupata matibabu, ndipo alipokutana na Mungu kupitia Elisha mtumishi wake, na Biblia inaniambia akapona ukoma wake. Mungu anabadilisha matokeo. Yule mwanamke ambaye alikuwa amezini na mwanaume, alipokutana na Yesu, alipokimbilia miguuni pa Yesu na kukaa miguuni pake na kukutana na yeye miguuni pake, ndugu zangu wana Kenyenya na wale wote mnaonitazama, kundi la maelfu mlioko hapa Kenyenya, nimekuja kuwaletea suluhisho na kuambia msihangaike mambo yanapokuwa magumu. Msihangaike maisha yanapokuwa yamewatesa. Msihangaike dhambi zinapowalemea, watu wanapowashutumu kuwa watenda mabaya. Ninamhubiri Yesu ambaye mwanamke aliyekuwa kahaba alipokutana na Yesu, waliomleta walionekana kuwa wadhambi kuliko yeye, maana Yesu ndiye haki yetu. Jamani, Yesu ndiye haki yetu. Ninamtangaza Yesu ambaye, kama wale ambao wananisikia kutoka kule kwa bodaboda, kutoka kule sokoni, ninamtangaza Yesu ambaye wale ambao wananisikia katika mkutano huu, wakiamua kwamba wanayapeleka maisha yao kikamilifu mbele zake, Yesu amegeuza walevi wakageuka kuwa watumishi wa Mungu. Ninamjua Yesu ambaye ni game changer. Ndugu yangu Robinson, Yesu
aliwahi kukutana na mwanamke ambaye ana wanaume watano, na hata aliyekuwa naye si mume wake halali, ila alipokutana na Yesu, haleluya, 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 alipokutana na Yesu akageuka kutoka kuwa na harufu ya ukahaba, akageuka akawa mwinjilisti, mwanamke mwinjilisti. Umati mkubwa ukakusanyika, akawaambia, mimi sio yule kahaba tena, ninalo neno moja, Njoni mumuone. Njoni mumuone yule ambaye amejua siri za moyo wangu. Amegeuka kutoka kuwa na hamu hata ya kumtamani Yesu kuwa angekuwa boyfriend wake. Sasa amegeuka, maana ukikutana na Yesu mambo yanabadilika. Amen. Haleluya, haleluya. Hebu ombe jirani yako, ukikutana na Yesu mambo yanabadilika. Hivi leo mtakubali kuongea kweli tumalize? Mwambie jirani yako, ukikutana na Yesu mambo yanabadilika. Hebu nione mikono hapa juu. Hebu nione mikono hapa juu. Mimi namjua Yesu, na ndio maana namhubiri pastor kwa ujasiri, maana Yesu anabadili matokeo. Yesu alikutana na yule jamaa ambaye alikuwa ameumwa miaka 38, amekaa sabato moja kama hii leo. Yesu akakutana na yeye, akawa anamuuliza, unataka nini? Yeye anaendelea kujieleza, anasema, unajua sina mtu wa kujiniweka kwenye birika. Yesu anamwambia, hapa sijaja kusikiza story, mimi ni game changer. Sema unachotaka, maana ukikutana na Yesu mambo yanabadilika. Jamani, haleluya. Kiwepo wa miaka 38 amekutana na game changer, amekutana na Yesu anayebadili matokeo. Kutoka kuwa aliyepooza leo amebadilika. Hebu nihame upande mwingine. Ninamjua Yesu ambaye anabadili matokeo. Sauli, executive secretary, Sauli ambaye alikuwa na roho ya kuwatesa watu wa Mungu, aliyekuwa mbaya. Siku moja Mungu akaona hichi kifaa hiki ambacho kina nguvu namna hii, huyu mtu anaweza kuwa instrumental. Akamwona Sauli anaweza kuwa instrumental, akasema, no, I cannot waste. Mimi natumia visivyofaa na nikivigeuza vinafaa, because I am the game changer. Jamani, Bwana asifiwe. Akakutana na Sauli Damaska, na alipokutana na Sauli Damaska, akamwangalia, akamuona kwamba Sauli amekuwa mkorofi kwa muda mrefu akiwatesa watu, ila alipokutana na Yesu matokeo yakabadilika. Wapendwa, matokeo yakabadilika. Akamgeuza kwa kumpiga upofu, akamwambia, Sauli, ni mimi Mungu wako ambaye nimekuja na ninakuuliza, mbona unawatesa watu wangu? Yesu alipomgusa, ninaomba niseme, Yesu alipomgusa akageuka. Wapendwa, akageuka. Na sio tu kugeuka, ni Sauli aliyekuwa anapiga watu wa Mungu, alipoguswa na Yesu akakubali tena awe mwinjilisti wa kimataifa, kiasi kwamba yuko tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Yuko tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Na Sauli akakubali kuwa imprisoned, akawa imprisoned, akakaa kwenye gereza kwa ajili ya utesi wa neno la Mungu. Ninapenda kukuambia, Sauli aliyekuwa mkorofi alipiga vita vizuri, mwendo akaumaliza, imani akailinda. Ninawaombea wana Kenyenya, watu wote mnaonisikiliza leo, ikiwa kuna mtu mmoja ambaye amekaa kwenye dhambi kwa muda mrefu, amekuwa na ushindi, amekuwa mshindwi, anayeshindwa katika dhambi, ninamleta Yesu, mbadili wa matokeo.
ninamleta Yesu anayeweza kubadilisha matokeo. Lakini wenda naongea na wagonjwa, lakini wenda naongea na watu ambao wamekaa katika mashaka kwa muda mrefu, wenda naongea na watu ambao wamekata tamaa. Leo Yesu ananiambia, mwanangu, waambie watu wa Kenyenya wasitegemee uganga na uchawi, wasitegemee maombi na miujiza ya ajabu. Mimi wakinipokea ninaweza kubadilisha maisha yao. Jamani, Bwana asifiwe. Wapendwa, haleluya. Yesu anaweza kubadilisha matokeo. Ziko hadithi nyingi, ila kwa sababu nataka leo nielewe kwa ufupi, ninaomba tujifunze Yesu aliyebadili matokeo ya mtu mmoja katika Biblia. Na Biblia yako sasa, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, First Chronicles chapter number 4 verse 9 and 10. Jesus is the game changer. Inaomba tusome hapo. Biblia takatifu inasema, naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Sawa. Na mamaye akamuita jina lake Yabesi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Endelea fungu la 10 mzee. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli, sawa, na kunizidishia hozi yangu, sawa, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, sawa, nawe ungenilinda na uovu, sawa, ili usiwe kwa huzuni yangu, Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Si useme amina sasa kubwa. Jamani, naye Mungu akamjalia aliyoomba. Si ungesema amina tena? Na wewe si unataka kujaliwa? Hebu rudia tena mafungu hayo. Repeat these verses. Biblia takatifu inasema, Makenzi, kaa kwa kutulia, soma vizuri, jaa upako, weka neno la Mungu. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Biblia inasema Yabesi alikuwa na heshima kuliko ndugu zake, na mamaye akamuita jina lake Yabesi. Lakini hapo mwanzo mama yake alimuita Jabezi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Ni kwa sababu huyu mtoto nimemzaa kwa huzuni. Huyo Yabezi akamlingana Mungu wa Israeli, akisema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli, na kunizidishia hozi yangu, na tena unizidishie hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Akamjalia Jabezi hayo aliyoyaomba. Amen. Sikiliza sasa. Unaweza ukawa na notebook ukiandika haya. Hapa wale wanaosoma wasomo ya theology kama secretary wanajua haya mafungu mawili hapo kimetumika kitu kinaitwa interlude. Interlude ni kitendo cha habari ya juu kurejelea habari ya chini. Sasa ngoja na mimi nikupeleke kwenye interlude. Hapa linaloleta maana ni fungu la 9 likifuatia, fungu la 10 likirudi juu kwenye fungu la 9. Na naomba unisikilize kwa uzuri kwa dakika hizi chache. Yesu kama mbadili wa matokeo. Nisikilize. Biblia inatoa story ya mtoto aliyezaliwa, na amezaliwa akiwa na ndugu zake. Hakuzaliwa peke yake na hakuwa wa kwanza kuzaliwa. Lakini Biblia haiweki wazi kwamba Jabezi alizaliwa ni mtoto wangapi kati ya watoto wangapi. Ila nataka nikuweke wazi kwamba Jabezi alizaliwa
kwenye familia, yeye na ndugu zake. Biblia haiweki mvuto kwa watoto wengine waliozaliwa, ila ina concentrate na Jabez, kwa sababu Jabez kuna kitu ambacho Bwana anataka tujifunze kwake. Na kama utanifuatilia kwa uzuri, ndani ya dakika chache wewe mwenyewe utajua Mungu alikuwa na maana ya kusema kuna mtu anaitwa Jabez. Na ngoja nikwambie, kuna maombi mengi ambayo yameombwa katika Biblia. Kuna watu wengi ambao wameomba katika Biblia, ila Jabez, nasema tena, ila Jabez, wapendwa, nasema tena, Jabez, ombi lake ni miongoni mwa maombi makubwa kuliko yote katika Biblia. Yako maombi mengi, ila ombi la Jabez ni ombi la pekee. Kwa nini ni ombi la pekee? Ndani ya ombi la Jabez kuna mambo yote manne yanayohusu maisha kwa ujumla. Yaani ndani ya ombi la Jabez ameomba mambo ya kiakili, physical. Ameomba mambo ya kiroho, spiritual. Ameomba mambo ya kijamii, social. Ameomba mambo ya kiakili, mental. The prayer of Jabez, ombi la Jabez limejaa all four aspects of life. Ngoja niwashirikishe utamu hawa ndugu zetu. The prayer of Jabez contains all four aspects of life. It may be spiritually, socially, mentally, and physically. The prayer by itself. Na kwa hiyo linaonekana kuwa ni ombi la kipekee. Nami natamani ni kuambukize machache katika ombi hili. Jamani, Bwana asifiwe. Wangapi wananifuatilia hivi vizuri? Wangapi wananifuatilia hivi? Sikiliza. Kwanza, Jabez ni mwanadamu. Hebu tuseme Jabez ni mwanadamu. Hivi tunazungumza au tunasema? Haya, hebu tuseme tena, Jabez ni mwanadamu kama sisi. Hilo ndio jambo la kwanza kujua. Lakini moja ya vitu vinavyonivutia kuliko vyote katika story ya Jabez, labda nikuambie, moja ya vitu vinavyonivutia katika story ya Jabez, Jabez ametoka kwenye familia ya kawaida sana. Lamek, ordinary family. Jabez ametoka kwenye familia ya kawaida. Na mimi najua Waafrika, na mimi najua watu wengi katika dunia tunatoka katika familia za kawaida. Familia za kawaida. Na inawezekana hata naongea na mtu ambaye anajua kwamba yeye ni wa kawaida, just an ordinary person. Bwana amenituma kuongea na wewe ambaye ni wa kawaida. Nasema tena, Bwana amenituma kuongea na wewe wa kawaida. Bwana ana ujumbe. Anaongea na mimi, anaongea na wewe. Anasema hata kama sisi ni wa kawaida, Mungu anataka ongee na sisi katika ukawaida wetu. Na ndipo tujue kwamba Mungu anaweza kubadili matokeo. Jabez ametoka familia ya kawaida kama mimi na wewe ambao tunatoka familia za kawaida. Lakini hebu nifuatilie tena, Jabez amekuwa na historia ya kuzaliwa kwake. Kuzaliwa kwa Jabez kwenyewe kunatosha kuwa sermon. Jabez, ukisoma Bible Concordance inakwambia Jabez alikuwa ameleta complication nyingi. Amemletea mama yake maumivu mengi wakati wa mimba yake. Maumivu. Na ndio maana fungu la 10, fungu la 10 na mazia kusema mama yake akamuita jina Jabez. Hii ni kwa sababu, yani kabla hajazaliwa, akiwa
akiwa tu tumboni alimletea mama yake shida nyingi sana za namna ya kuzaliwa. Complication za mimba, za pregnancy yake ilikuwa complicated. Unajua, naongea na watu ambao wao maisha yao yamekuwa complicated kutokea tumboni, yamekuwa complicated hata kabla hujazaliwa, yamekuwa complicated, yani complicated. Ninaongea na watu ambao maisha yao yamekuwa na hali isiyoeleweka. Hata mama akikaa kueleza jinsi imetokea mpaka ukazaliwa, ilikuwa ni story ngumu. Jabez ni miongoni mwa watu ambao wamezaliwa kwenye familia ngumu sana. Nasema ngumu sana. Kwanza ilikuwa familia ya maskini, lakini pili alizaliwa mimba yake ilikuwa complicated. Hebu nione wanaonifuatilia tena jioni, mchana wa leo, wanaonifuatilia hivi. Bwana asifiwe. Sikiliza, Jabez aliyezaliwa kwenye familia complicated, lakini familia maskini, na yeye mwenyewe mimba yake ni complicated. Mama alipofika saa ya kumzaa akasema, huyu mtoto kwa jinsi alivyonipa mateso, kwa jinsi alivyoninyanyasa katika mimba yake mpaka amezaliwa, akaona jina zuri la kumpa ni Jabez. Jamani, akaona jina zuri la kumpa ni nini? Jabez. Hebu wote tuseme Jabez. Hebu tuseme tena Jabez. Neno Jabez ni neno ambalo ni jina au neno la Kiebrania ambalo maana yake ni sorrow or pain, maumivu au huzuni. Kwa mama aliteswa na mimba ya mtoto wake mpaka akampa jina kwamba amuite maumivu, amuite huzuni. Kwa hiyo akitembea watoto wenzake wanamuita Jabez, Jabez. Maana yake wanamwambia, wewe uliyempa mama yako maumivu, uliyempa mama huzuni. Wanamuita huzuni, maumivu. Akienda shule, najaribu kuimagine, wanamuita maumivu. Wewe pain, sorrow. Jamaa kikosi napiga picha kwamba alilichukia hadi jina. Lazima angekuwa amelichukia, na kila akilisikia anapata maumivu, anapata huzuni. Maana sasa mama yake ndiye amempa jina, amesema kwa maumivu ulionipa wewe utaitwa Jabez, yani sorrow or pain. Mtoto aliyezaliwa kwa complication nyingi, lakini amezaliwa, mama amempa jina hilo. Kwa hiyo sasa akitembea, yeye anaitwa maumivu, anaitwa huzuni. Madam Ruth, ninaona watu waliokaa hapa kwa sababu ya madeni walionayo, hata watu wamewapa majina wakitembea njiani. Ninawajua watu ambao wanajulikana kwa magonjwa yao kuliko majina yao. Ninawajua watu ambao wameitwa majina mabaya, mpaka nikajua kuna jina baya la Kikisii. Mtu anamwona mtoto anapita, anasema memwona huyo ni Ekerentene. Kuna watu wanajua majina mabaya. Unaweza ukazaliwa kwenye familia ambayo hata baba hajulikani, maisha hayajulikani, na ukaitwa majina mabaya ya madharau. Kuna watu wanajua kudharau, kuna watu wanajua kubeza, kuna watu wanajua kushusha maisha yetu, na wakituona wanatupatia maumivu na huzuni. Jabez, Jabez, mchana wa leo, ni Jabezi gani unayopitia? Unapita kwenye maumivu au unapita kwenye huzuni ya namna gani? Mimi sijui shida yako, Mungu anajua. Wewe una maumivu au huzuni ya namna gani? Ni Jabezi ya namna gani uko nayo? Huenda umezaa watoto, ukiwaangalia unasema hao watoto bora nisingewazaa.
Wenda umefanya biashara, umepata hasara, unasema bora nisingezaliwa. I know people, ninawajua watu ambao maisha yamejaa huzuni na maumivu. Na kwa hiyo sioni haya kusema wako akina Jabezi wa kike na wa kiume. Wako akina Jabezi vijana hata wazee. Wako akina Jabezi wanaonisikiliza mtandaoni na walioko hapa, kwa sababu ya aina ya maisha yamejaa huzuni na maumivu. Kuna msichana ananiangalia hapa, anasema pastor, courtship yangu imekuwa Jabezi. Kila mtu akija anaanzisha mahusiano na mimi, lakini inaenda kwenye Jabezi, maumivu na huzuni. Kuna mama anasema pastor, nilifunga ndoa lakini mwanaume ameondoka, ameniacha na watoto. Mimi ninaishi Jabezi, hata ninaona natembea mimi ni Jabezi, maana kwangu ni maumivu na huzuni nyingi. Sijajua unapitia Jabezi ya namna gani. Message zikiingia umefuliza mpaka Safaricom wanajua. Wewe mwenyewe ukitembea, ukilala, una uhakika na anayegonga mlango, maana ni maumivu na huzuni. Ninawajua watu ambao wamekuwa Jabezi, wamekuwa Jabezi. Wao ni mahuzuni, ni maumivu. Uliyekaa naye huwezi jua, huwezi kujua uliyekaa naye. Anaweza akawa amevaa vizuri, ila ana ujabezi ndani yake. Unaweza ukawa umekaa na mama mmoja, haujui analopitia, ni maumivu na huzuni. Kuna ambao maumivu na huzuni zao zimefahamika kwa kila mtu, lakini kuna wale wengi ambao wanajiambia, na hata wananiambia pastor, you are preaching of my life. Unahubiri kuhusu maisha yangu. Mimi ndiye ambaye ninaona kwamba mimi ni Jabezi. Ukiangalia mtoto wa kwanza ni Jabezi, maumivu, huzuni. Ukitegemea huyu wa pili, Jabezi, maumivu na huzuni. Ukiangalia huyu mwingine, Jabezi, maumivu na huzuni. Unateseka moyoni mwako, unateseka moyoni mwako. Ninaomba niongee na wewe mama, ninaomba niongee na wewe baba, ninaomba niongee na kila mmoja. Baba wa mbinguni, yeye ambaye anajua maumivu, yeye ambaye anajua maumivu na huzuni unayopitia, amenituma kukuambia mwanake nyenya na uliyeko mtandaoni. Ninajua kuna marafiki wanatufuatilia kote duniani. God is the game changer. Amen. Oh yes. Yeye ambaye anajua maumivu yako, yeye ambaye anajua unayopitia, yeye ambaye anaelewa. Na kuambia mama, anaelewa. Baba, Mungu anaelewa. Dada yangu, Mungu anaelewa. Na mhubiri Mungu ambaye ananijaza ujasiri, ananipa moyo, na ndio maana sitaacha kumhubiri, maana anawaelewa wale wanaonisikiliza kuliko mimi ninayehubiri. Mungu anakuelewa. Unapitia Jabezi gani? Umekuwa mzee, lakini Jabezi zinakuandama, maumivu na huzuni za kila namna. Ukisema fanya biashara, Jabezi. Ukiapply kazi, Jabezi. Ukisema ngoja niolewe, Jabezi. Ukisema acha ni apply kwenda ng'ambo, Jabezi. Acha nilime, Jabezi. Kila unachofanya, Jabezi. Kila unachogusa, Jabezi. Ukisema uingia kwenye mambo fulani, Jabezi, Jabezi, Jabezi and Jabezi. Maumivu na huzuni. Usema acha niende chachi, Jabezi. Ukisema usiende, Jabezi. Kila mahali ni maumivu na huzuni, pain and sorrow. Na ninahubiri watu ambao ukweli usiopingika, ndugu yangu mchungaji, katibu mkuu, wamejaa maumivu na huzuni nyingi sana. Ila ninachopata ujasiri kwacho ni hiki: Yesu anaweza
kubadili matokeo. Aya, hivi hapo utasema amina ndogo kweli? Nasema hivi, kinachonipa moyo, nina mhubiri Mungu ambaye kenyenya, nina mhubiri Mungu ambaye uliko mtandaoni. I am preaching about Jesus, the game changer. Amen. Mbadili wa matokeo. Sikiliza wewe Mackenzie, soma fungu la 9 wewe. Najua ukinogewa na gospel unanyanyua dishingo na Biblia unaweka kando. Soma tena pale. Biblia inasema naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Haya, basi tuachane na Kiswahili kidogo. Soma Kizungu uone raha yake. Weka Biblia ya Kizungu uone starehe yake. Aliyesaliwa huzuni, aliyesaliwa haeleweki, maumivu, pain or sorrow. Hebu soma pale. The Bible says now Jabez was more honorable than his brothers. Aya, hebu soma tena. Now Jabez was more honorable than his brothers. Wewe mbona unasoma kizembe? Soma kwa madaha. Honorable huwa akisomwa kuna namna unaweka mambo pale. Now Jabez was more honorable. Hapo umeenda sawa, tumpe Mackenzie amina. Jamani, Jabez akawa honorable. Hai, ukinielewa hapo mimi nimemaliza sermon. Jamani, Jabez akawa nani? Tatizo na nyinyi mnaongea kama vile mna huzuni. Jamani, Jabez akawa nani? Honorable. Jamani, hebu tuseme tena honorable. Tuseme tena honorable. Tuseme mheshimiwa. Jamani, tuseme mheshimiwa. Hivi nyinyi mnaongea kwa waheshimiwa hivyo? Jamani, akawa nani? Jamani, Bwana akamfanya kuwa nani? Mheshimiwa. Ndio maana wanamwambia Rafael, hakikisha umekuwa honorable. Kutoka the poorest to honorable. Na ukitembea kwa barabara watu waseme God is the game changer. Ninamjua huyu Yesu mimi, na sioni haya kumhubiri. Na ndio maana nimetumwa kueleza ulimwengu wote leo kwamba njoni kwake Yesu ambaye anabadili matokeo. Jamani, anabadili matokeo. Wapendwa, anajaribu kubadili matokeo. Hebu niona wale wanaosema hata mimi Mungu si unibadilishie matokeo. Sio kila siku shetani ananifunga magoli. Badili matokeo katika maisha yangu. Jamani, haleluya. Yesu ni game changer. Ngoja nikwambie kidogo, maana nataka uelewe kidogo. Ukikutana na Yesu, wapendwa, ukikutana kweli na Yesu, mambo yanabadilika. Jamani, nasema mambo yanabadilika. Haleluya, haleluya. Hebu muite jirani yako aliyekaa naye, mwambie mheshimiwa. Mwambie tena mheshimiwa. Mwambie na kuheshimu sana katika Bwana. Kuna watu wanawivu, wanaangalia mwenzake alivyovaa, nasema wewe utakuwa mheshimiwa kweli? Haya, mwambie tena jirani yako mheshimiwa. Mwambie mheshimiwa na kuheshimu katika Bwana. Mwambie tena mheshimiwa na kuheshimu katika Bwana. Wewe hujaelewa Mungu anabadili matokeo. Unakutana kama makaze kanatembea, Mungu anainua kajukuu. Useme amina wewe. Jamani, Mungu anainua kajukuu, kanaweka lami mpaka kwa bibi, mpaka kwa nyanya. Mungu anaweza kubadili matokeo. Nani alijua Lameki kutoka North Mugirango, jina lenyewe kama mzizi wa dawa, leo yuko Greensboro. God is the game changer. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu mwambie tena jirani yako mheshimiwa
na kuheshimu katika Bwana. Tatizo, kuna watu wana midomo ya we. Sema kwa raha, maana ukimbariki mwingine na wewe umebarikiwa. Mwambie tena jirani yako, mheshimiwa. We, mbona masauti unajua kuna watu yenye wivu unasikia tu. Sema vizuri, mheshimiwa, ueleweke, acha wivu. Mwambie jirani yako, mheshimiwa. Mwambie tena, mheshimiwa, na kuheshimu katika Bwana. Mwambie tena, mheshimiwa mwenzangu. Usije ukajisahau ukafikiri yetu ndio mheshimiwa. Mwambie sasa, mheshimiwa mwenzangu. Mwambie naomba tuheshimiane katika Bwana. Jamani, haleluya. Uwe umevaa mtumba au special, kwa Yesu wote. At the ground of Jesus, at the feet of Jesus, the ground is level. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu nione waheshimiwa kidogo hivi. Asa unapunga kiasara. Mheshimiwa anapunga, simuibie kwa waheshimiwa huko wanavyopunga. Haya, hebu mheshimiwa punga kidogo. Jamani, haleluya. It is possible. Na ninamaliza huu mkutano nikiwa inspire kwamba haya maisha haya, achana na waganga, achana na mara upewe chumvi. Siku moja watu watakula kinyesi, maana kila wanachoambiwa wanafanya. Hapa tukimaliza hii mahubiri, mheshimiwa katibu, shetani ameshapanga vikao, naye atakuja hapa. Haya, chukua udongo kutoka Israeli, dawa ya matatizo yako. Kwa sababu hujui kuwa na Yesu ni kuwa na vyote, utarukaruka kama ambaye hajui anakokwenda. Ninakupatia zawadi, mpokee Yesu. Yesu ni mbadili wa matokeo. Jamani, Yesu ana change game. Jamani, haleluya. Jamaa alikuwa huzuni, tena alikuwa maumivu. Biblia inaniambia naye Jabez, soma sasa fungu la 10. Maana tumeshaona amekuwa mheshimiwa. Nini kilichompa uheshimiwa? Lazima uondoke nacho, tuombe sasa. What gave him the reason is to become the honorable. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli. Hebu tuseme akamlingana Bwana. Hebu tuseme tena akamlingana Bwana. Seneta, niko na darasa la Kiswahili hapo, usione narudia ni darasa. Hebu tuseme tena akamlingana Bwana. Sasa kuna mtu anasema kumlingana ni kufanyaje? Biblia inasema Madam Ruth, ngoja nikutumie kama case study. Hebu simama, njoo tu hapa mbele hapa tu. Jabez amekaa kwenye familia ya maskini. Alafu namba 2, ameshaitwa majina ya maumivu na huzuni. Siku moja, hebu wote tuseme siku moja. Jamani, hebu wote tuseme siku moja. Jabezi akaamua. Jamani, Jabezi akafanya nini? Jamani, Jabezi akafanya nini? Nataka na wewe uamue. Madam Ruth akamwendea Bwana. Ndiyo maana ya kumlingana Bwana. Jabezi akachoka hayo maisha. Jabezi akaona na mimi nitakufa ordinary, poor, sieleweki kama wengine. Madam, kakae. Sasa hebu sema akamlingana akisemaje Makenzi? Biblia inaendelea kwa kusema huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema. Sasa sikiliza anayosema. Lau kwamba ungenibarikia kweli kweli. Jambo la kwanza akamwambia Bwana afanyaje? Jamani, ambariki namna gani? Hebu tuseme nataka kubarikiwa kweli kweli. Hivi usiposema utabakia hivyo hivyo. Sema tena, nataka kubarikiwa kweli kweli. Jamani, hebu sema nataka kubarikiwa kweli kweli. Hebu nione unataka kubarikiwa kweli kweli. Jabezi akakubali, akaenda kwa Bwana, akamwambia Bwana, nataka
unibariki kweli kweli. Hebu nielewe hivi. Tukienda kwa Bwana, naomba niseme, tukienda kwa Bwana hatubarikiwi robo robo, tunabarikiwa kweli kweli. Amen. Jamani, tunabarikiwa kweli kweli. Amen. Ombi la kwanza, unibariki namna gani? Jamani, unibariki namna gani? Si muambukize jirani yako, mwambie Mungu akubariki kweli kweli. Mungu akubariki kweli kweli. Mwambie tena Mungu akubariki kweli kweli. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Prayer number 1, bless me indeed. Ombi la pili, na kunizidishia hosi yangu, and increase my territory. Yani Jabez alikuwa na ombi lenye akili kuliko maombi yote. Anasema, Bwana, nimekuja mbele zako, nataka unibariki kweli kweli, lakini jambo la pili, nataka uongeze hozi yangu. Increase my territory. Amen. Senator, usiondoke hapa kabla hujaomba hilo ombi, kwamba sasa Mungu ongeza hozi yangu, increase my territory. Prayer number 3, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, and let your hand be with me. Anaomba mambo matatu haya, na kuna la 4. La kwanza, ameomba kubarikiwa namna gani? Jamani, kubarikiwa namna gani? Kweli kweli. Alafu la pili, aongezewe hozi yake, increasement of the territory. Namba 3, akaomba mkono wa Bwana uwe pamoja na yeye. Nami nataka nikuambie, yeyote ambaye sikiliza rafiki yangu Brian, yeyote ambaye mkono wa Bwana uko pamoja na yeye, hata akiwa na mikono 1000 inayotaka kumwangusha, huo mkono mmoja unatosha kumwokoa. Amen. Jamani, unatosha kumwokoa. Amen. Hivi mnanielewa? Oh yes. Ombi la mwisho, malizia hiyo mkono. Kwa nini mkono? Nawe ungenilinda na uovu. Ombi la 4, alindwe na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Ili usiwe kwa huzuni yake. Malizia sasa hapo pazuri. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Jamani, hebu tuseme amina. Jamani, Bwana akamjibu Jabezi, na mimi naomba Bwana akujibu na wewe. Ona, unasema hamna. Nasema useme amina, wewe unasema hamna. Nasema hivi, Bwana akubariki na wewe. Jamani, Bwana akubariki na wewe. Wapendwa, Bwana akubariki na wewe. Niko hapa kumaliza crusade kwa kuomba hivi, ubarikiwe kweli kweli. Tatizo nyie sijui mpo. Nasema hivi, number 1, mbarikiwe kweli kweli. Alafu Mungu aongeze hozi yenu, aongeze territory yenu. Alafu jambo la 3, Bwana awashike kwa mkono wake siku zote. Lakini jambo la 4, atulindeni na uovu. Jamani, Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wakibarikiwa hawataki tena kushikwa mkono na Mungu. Kuna watu wakipata tu hela anaongeza mpango wa kando. Kuna mtu tu maisha ya kitiki anaacha kwenda church. Kuna mtu mambo yakibadilika anaondoka mbele ya uwepo wa Mungu. Jabez anaomba very clear, anaomba straight. Anasema, najua nikikuomba baraka utanipa tele, lakini najua nikikuomba kwamba uongeze hozi yangu, uongeze mipaka yangu, utaiongeza najua. Ila mambo mawili naongeza, unishike mkono, lakini unilinde na uovu. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Baada tu ya jamaa kuomba hilo ombi, Biblia inasema Bwana akamjalia hayo aliyomuomba. Haleluya.
Yani haleluya. Jamaa akavutwa kutoka maskini. Ngoja nikwambie, from ordinary to extraordinary. Aya, nasema from ordinary to extraordinary. Haleluya. Jamani, haleluya. Kutoka kuwa wa kawaida hadi kuwa mtu asiye wa kawaida. Nihitimishe sermoni hii kwa mafungu machache sana. Fungu la kwanza, Yohana 15 fungu la 5. Ndani waombee watu waende kwenye ubatizo ili tuone eschatological point of view to the prayer of Jabez. Hili ombi sio tu la mibaraka ya miujiza kama mengine. Ndani yake kuna uzima wa milele. Na hicho ndio nataka sasa ukipata kuliko hayo mengine. Haya, soma pale msomaji. Biblia inasema, acha Biblia isome. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Alafu ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu, nami ndani yake. Mtu yeyote kwenye mkutano huu atakaye sema kuanzia leo mimi nataka kukaa ndani ya Mungu, alafu Mungu akae ndani yangu, yeyote ambaye atatoa maisha yake hivyo, anasema ninajua kwamba Mungu anabadilisha matokeo, ila kuanzia leo nataka Bwana awe ndani yangu na mimi niwe ndani yake. Nini kitatokea? Huyo huzaa sana. Jamani, si useme amina. Jamani, ukikaa ndani ya Mungu na Mungu akakaa ndani yako, Biblia inaniambia unazaa sana. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Mtu mwenye duka ambaye amekaa ndani ya Bwana, yeye akiuza ni kuzaa sana. Watoto wake wanapata pesa tu, maisha yanabadilika tu. As we are about to pray, inataka kwa kipande kama mwisho ulikokaacha Makenzi ukasome. Kanasemaje? Maana pasipo mimi ninyi. Haye. Maana wapendwa, maana Mungu anasema maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Hamtaweza kufanya neno lolote. Kwa hiyo kama ukijua kwamba unataka kumpokea Yesu na umlingane, umsogelee, umpokee kama Jabez, maana nataka nikuambie ukweli, pasipo Mungu hatuwezi kufanya neno lolote. Ndugu yangu Makenzi. Naam. Makenzi. Naam mchungaji. Soma Mathayo 6:33. Naomba niwapange watu hapa vizuri. Biblia takatifu inasema, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Endelea. Samahani, Mathayo sura ya 6 mstari wa 13. Wewe nimesema hivi 33 Makenzi. Biblia takatifu inasema bali utafuteni kwanza ufalme wake. Ndio maana nikashangaa hivi nimekuwa na nini leo. Haya, soma vizuri. Samahani. Bali utafuteni kwanza ufalme wake. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Na haki yake. Na hayo yote. Na hayo mengine yote mtazidishiwa. Bwana anasema atazidisha. Jamani, atazidisha. The Bible says, seek ye first the kingdom of God, and all other things shall be added to you. Seek ye first the kingdom of God. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu, na hayo mengine unayotaka utazidishiwa. Jabez alipokea majibu ya maombi yake, maana ndani ya ombi lake kuna mkono wa Bwana. Ameuomba umuongoze, na tena ameomba alindwe na uovu. Hayo mawili alionyesha kwamba nia yake ni ufalme wa Mungu kwanza.
Jamani, Bwana asifiwe. Sasa hiyo fungu sasa ndio ya mwisho. Nayo mengi, acha nisome ile ya mwisho. Nenda na mimi kwenye Biblia yako, fungu ile la mwisho ulichukue. Yohana 3, waraka wa 3 wa Yohana, chapter number 1 verse 2. Ukiona ninakaribia kumaliza, kaa vizuri ili uelewe Yesu anabadili matokeo. Waraka wa 3 wa Yohana. Biblia inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Niko hapa na kuombea ufanikiwe kwa mambo yote, na kuwa na afya yako, na uwe na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Turudia tena, maana sijasikia hata mmoja akisema amen. Mpenzi maana kenyeji, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Ninakuombea Bwana akufanikishe katika mambo yote, na kuwa na afya yako, na tena uwe na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Jamani, haleluya! Wangapi mchana wale wanasema, hata mimi nina kaujabezi, niko na kaujabezi fulani, ila nataka Bwana anipe aniheshimishe, sio tu katika dunia hii, ila nataka nifanikiwe katika mambo yote. Hebu sema mambo yote. Hebu tuseme tena mambo yote. Unajua mambo yote ni nini? Mara 100 duniani na mara 100 uzima wa milele. Nikasoma mahali pastor pakanitia moyo. Uchungu na maumivu ya Jabezi yalibadilishwa akawa mheshimiwa. Hivyo Ufunuo 21 fungu la 3 na la 4 anasema kwamba Yesu atakapokuja machozi yatafutwa, maumivu yatakoma, vifo vitaondoka, kila kitu kitabadilika, maana mambo ya kwanza yatakuwa yamekwisha kupita. Na mimi nataka nikuambie na kuombea kwenye hii dunia upate vyote, ila atakaye komesha Jabezi ya mambo yote, yani maumivu na huzuni ya mambo yote, ni Yesu atakaye kuja. Atatangaza dunia nzima akisema, Jabezi kwa heri. Jamani, Jabezi kwa heri. Na atasema, wale wote walionipokea ninawapa kuwaheshimu katika kiti changu cha enzi. Wangapi wanasema hivi viujabezi vya dunia hivi? Leo naumia, kesho maumivu, kesho huzuni, kesho maumivu, kesho huzuni. Ndio namtaka Bwana anitendee muujiza leo, lakini namuomba atakapokuja kutangaza kwamba mimi ni mheshimiwa katika Bwana, ameniandalia mji mkubwa. Sasa sikiliza Madam Rebecca, ili ujue tutakuwa waheshimiwa. Escort, nasema tena escort ya mbinguni, malaika maelfu kwa maelfu, anasema Danieli, alafu na Yesu mwenyewe katikati yake, na jeshi la baragumu, na kila kitu kikipulizwa, watu wote wanashuka, malaika wakishangilia, wanakuja kukuheshimisha wewe. We shall at last be honorables, because the escort must come and take us home. Nielewe, we shall at last be all honorables, because it will require the escort of heaven to come and take us back home. And all Jabez and all pain and all sorrow shall be over. Jamani, haleluya! Wangapi wanasema Yesu, kama utanizuia kuwa mheshimiwa hapa duniani,
ninataka unapokuja unikubali niwe mheshimiwa, na escort yote ya mbinguni ije kunichukua mimi kwenda nyumbani. Watake wasitake, ujio wa Kristo ni tumaini ambalo litatupatia kwa waheshimiwa. Tutaheshimiwa, escort ya mbinguni itakuja kutuchukua. Waliotudharau watashangaa, escort imekuja kutuchukua. Ikiwa ndio nia yako, unasema kama duniani nitanyimwa kuwa mheshimiwa, maumivu yataniandama, huzuni hazitaondoka, Madam Ruth, ninaomba Yesu akija aniheshimu, aniletee escort. Malaika wote wanasema nimekuja kukuchukua Lubwa. Baada ya tabu, baada ya huzuni, baada ya mateso, baada ya kila kitu, malaika watauliza hawa ni akina nani? Wametoka wapi? Na malaika watatambulishwa na Yesu mwenyewe. Wataambiwa hawa ni wale waheshimiwa waliotoka kwenye dunia iliyojaa dhiki kuu, iliyojaa machozi, ila walishinda kwa damu ya mwana kondoo. Ikiwa ni wewe unasema, Yesu, nataka niwe mheshimiwa pale mbinguni, na mimi nikaheshimiwe pale mbinguni, kama duniani nitakosa, usininyime ya mbinguni. Kwani usinyoshe mkono wako vizuri? Kwani usisimame mahali ulipo? Why can you not stand? My friend Pastor Brian, I was telling the congregation that the meaning of the word Jabez, it is sorrow and pain. The world is full of Jabez. Whether you have many cars, whether you will possess a lot of it, but at last we end up in sorrow and pain. But Revelation 21 verse 3 and 4 says, when Jesus comes, all sorrows will be over. Si wimbe sasa anakuja elders wote, njoni mpange mstari. Elders wote simtembea haraka tu. Wazee wote tembea kwa spidi tu nzuri. Naita wazee wa kanisa, tembea mpange mstari mmoja. Panga mstari mmoja hadi kule. Panga mstari mmoja hadi kule. One line quickly, elders. Elders, one line quickly. Quickly, hurry. Please, can you all come? And pastors. Na wachungaji wote. All pastors and elders. Can you make one line? Please, my friends. We have one line. We have one line. Thank you, Mr. Secretary. Nenda kule kabisa. Sasa wazee washangaa tena. Nenda kule. Wazee weka mstari. Wazee simama kule. Wote msimame hapo. Mstari mmoja hivi. Hapo sawa. Sasa mnaenda tena wote. Fill the gap. Fill the gaps. Fill the gap. Elders, panga kwenda huko. Give some space, go up that way. Extend. Waimbaji, nataka watu wote walioko mpaka nje ya barabara, mpaka kule kwenye nyumba, kwa sababu tunataka kutangazwa na Bwana kuwa honorables. Mungu atuheshimishe hapa duniani,
lakini tunamwomba asitunyime heshima ya mbinguni. Jamani, Bwana asifiwe sana. Tupate heshima hapa, ila kama ya hapa itakosekana, ya mbinguni tusikose. Jamani, Bwana asifiwe. Ujabezi utakapoisha milele. Sasa watu wote, kundi hili ni kubwa, maelfu ya watu, tutasogea mpaka hapo kamera zilipo. Sawa sawa, Lameki, umeamua kufanya kazi yako. Heaven targeters, no wonder na suti zenu mtasimama na msifanye kazi, nitashangaa. Go na magauni mazuri, go here and round. You know what to do, heaven targeters. Kila aliyevaa suti na sare, ondoka hapo, toka kwenye comfort zone, nenda kule. Sasa tutasogea watu wote kutoka huko, tutakuwa kule nyuma ya hawa elders, nyuma ya elders wale tulioko kule, wale tulioko huko, tutakuja mpaka hapa. Kundi lote kule tutakuja. Lamek, njoo uweke mstari hapa hivi. Just come. Watu wote tuje tufanye dedicatory prayer. Usikoswe na ombi hili, hata kama umevaaje. Wewe njoo, Yesu anakutaka wewe, sio ulichovaa sasa. Hapo kamera ilipo ndio mwisho, na hapa taa ilipo ndio mwisho. Hai, hapo ndio mwisho. Endelea kutembea. Wale tulio kule nyuma ya barabara, sasa utakosaje ombi kubwa kama hili? How can you miss such a powerful prayer? Waimbaji sasa, imba. Kila mtu aimbe. Sasa nimesema, sasa pata jirani yako, mwambie maneno haya nitakayo kuambia. Kisha umeshikwa mkono, usikae kiasara ukapoteza. Ukiona ushikwe mkono, changamka. Pata mtu kwenye umati huu, pate ushikwe mkono. Mwambie jirani yako, Mungu anaweza kubadili matokeo. Nasikia tu. Haya, mwambie tena, Mungu anaweza kubadili matokeo. Mwambie Mungu abadilishe matokeo yako. Mwambie tena, Mungu abadilishe maisha yako. Mwambie hivi, from ordinary to extraordinary.
Ukiona kizungu akipande unapachika na kikisi. Haya, mwambie tena, from ordinary to extraordinary. Mwambie ni mpango wa Mungu tuwe waheshimiwa. Mwambie usipoheshimiwa hapa, usikose kuheshimiwa mbinguni. Mwambie rafiki, kazana tukaheshimiwe mbinguni. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu nione wanaotaka kuheshimiwa mbinguni. Haleluya. Ile jeshi kubwa litakalo kuja, malaika maelfu kwa maelfu, natamani watakapokuja wakuchukue na wewe. Nasema tena wakuchukue na wewe. Nasema tena wakuchukue na wewe. Wapendwa, wakuchukue na wewe. Haleluya, haleluya. Kwa sababu hiyo basi, niombe wale ambao wanasema, Pastor, nimechoshwa na madharau ya dunia hii. Kwa nini simpokee Yesu wangu kwa njia ya pekee ya ubatizo? Yeye ambaye amekwenda kuandaa makao ya heshima, na anasema anakuja kunichukua, na huo ujabezi utakoma. Yeye akija, machozi na huzuni zinakoma. Ninamtaka huyo Yesu ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mwingine atasema, Pastor, hata sikuwa nimekuja na nguo, hata sikujua leo nitabatizwa, ila kwa kuwa nimesikia kwamba Yesu anataka siku moja anipe heshima pale mbinguni, na sijui crusade nyingine itakuja nikiwa wapi. Huenda nikawa hata uhai wangu umeondoka, ila unasema niwe hai au nimekufa. Nataka leo maisha yangu yawe mikononi mwa Mungu, ili anapokuja kuwapa heshima washindi wote, nami niwepo pale. Jamani, haleluya. Wenda ulikuwa hujapangiliwa, ila Mungu anataka akuambie amekupanga sasa. Na ndio maana tumeandaa kila mavazi, tumeandaa kila namna ya kuhakikisha umempa Yesu maisha yako. Jesus the game changer. Unasema hata mimi watu watanishangaa, watashangaa na mimi najitoa, ila ninaenda kwa Yesu anayebadilisha maisha ya watu. Nataka anibadilishe. Kama ndivyo, wale ambao walishaandikwa, wale ambao wanajitoa sasa hivi, ninatamani sasa tuimbe piga panda na ya makelele, Yesu yuaja tena. Elders tulioko hapa, kazi yetu tukiona mtu anakuja upande huu ni kumsogelea. Ukisha mshika, tunamweka katikati yetu, asitoke nje ya geti lako. Unamshika, anawekwa hapo, unamshika, anawekwa hapo. So we shall be at the round of the crowd. Simenielewa vizuri? Kinanda kipigwe taratibu, sio hiyo kubwa sana. Nataka tuwe tuna communicate. Na kama vipi tutakiacha tuimbe tu kwanza play. Hebu tuimbe nyimbo tu peke yake. Piga panda na ya makelele, Yesu yuaja tena. Sasa wale watembee, kila ambaye anahitaji ubatizo siku ya leo, tembea sasa rafiki. Shika mkono, njoo katikati. Yesu yuaja tena. Tembea ukija hivi. Wazee simtoe maelekezo sasa. Wazee pokea watu. Pokea watu kokote. Yesu yuaja tena. Tembea katikati yao. Mungu ni anataka kuheshimu. Mungu anataka akupe heshima. Hata kama ndio umekuja leo, hata kama hujakuwepo wiki mbili, uchawa